Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe tena. Praise God once again. Basi namshukuru Mungu I thank the Almighty kwa hii neema kubwa aliyonipatia. For this big grace that He gave it to me. Kabisa hii ni neema. This is a very big grace. Sio kitu kia rahisi kusimama mahali. It's not a normal thing to stand here. Inakuwa ni neema ya Mungu. It's by the grace of God. Ndio maana ninasema asante kwa Mungu. That's why I said thank you to God. Amen. Amen. Na pia ninawashukuru watumishi wa Mungu. And then I thank the whole leadership viongozi wangu. My leaders. Mungu aweze kuwabariki. May the Lord bless you all. Na pia ninashukuru viongozi walionichagua. And I thank the leaders that chose me. Wakaona mimi nisimame mahali hapa siku ya leo. Mungu awabariki. May the Lord bless you all. Kwa majina mimi naitwa Jacob Eritier. For the name, my name is Jacob Eritier. Mimi ni mtoto wa kwanza wa Mwalimu Mshingire Jacques. I'm the firstborn of Mwalimu Mshingire Jacques. Ninajisikia furaha sana. I'm really happy kukuwa mtoto wa kwanza wa Mwalimu Mshingire Jacques. To be the firstborn of Mwalimu Mshingire Jacques. Zamani nilikuwa navichukia. In the old days, in the past, I used to hate it. Nikiona kuwa ni majukumu tu. I see these only sufferings. Lakini siku hizi niko naona ni baraka. But nowadays I see it's just a blessing. Amen. 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 Hata Alexia avimbe aivi. Even though my young brother Alexis might be bigger, anakuwa tunaniheshimia. He still respects me. Kwa sababu niko mkubwa. Because I'm the grownest. Amen. Amen. Basi Mungu aweze kutubariki. With that, may the Lord bless us all. Na pia namshukuru Mungu kwa kuwa mwana wake. I really thank God to be His son. Hiyo ni neema kubwa kwa Mungu. That is by the grace. Hiyo ni neema kubwa. That's a grace. Sikustahili bali ni neema yake. I did not deserve by His grace. Kwa sababu niko mfupi. Since I'm short, mimi ndakuwa nashuka pale. I will be going down there. Ili tuongee vizuri neno la Mungu. So we can talk really good the word of God. Amen. Mhubiri wetu wa kwanza. The first preacher. Fundisha kuhusu Mungu angala na kutafuta. She teaches us about God still searching angala na kutaka. God still wants you. Unajua Mungu, you know God, hayuko kama mwanadamu. He's not like a human being. Hakuwake anakata tamaa. He doesn't give up. Hana ile moyo kama ya kwako. He doesn't have the type of mwanadamu yeye. And mankind, ukimlomba msaada mara tatu, if you ask for the help 3 times, atakwambia it's okay. He will say it's okay. Lakini mroho yake, but deep down in their heart, you will be like, lakini Mungu, but God, yeye hakuchoki. He doesn't get tired. Hata umkosei, even though you sin, rehema zake ziko pale kwa ajili yako. Still upon you. Hii neno tutakuwa na kuzungumza leo. That's the word we're going to talk today. Sio neno kwa ajili ya vijana tu. No, the word only by the youth. Ninajua leo ni siku ya vijana. I know today's youth day. Ila mimi sitaki kufundisha vijana. I don't want to teach the youth. Mimi nataka tufundishane sie wote. I want to teach everybody, all of us. tusikilize hii neno. The mothers, let's listen to this word. tusikilize hii neno. The father, let's listen to this word. Sisi sote tuweze kubarikiwa. We should get blessed. Ikiwezekana wamoja tuokoke. Even though some of us should be saved. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Neno langu la siku ya leo. Today word. Tutakwenda kuzungumzia kuhusu uzima. We're going to talk about ambao uko katika uwepo wa Mungu. Alive in godliness. Amen. Uzima. Alive. Uzima ni nini? What's being alive? Ni maisha ambayo is alive for hayaishi. It doesn't yani haina mwisho. It doesn't end. Amen. Amen. Biblia inasema the Bible says, eti tukiwa ndani ya Yesu, you say, whenever we're in Jesus Christ, tutapokea uzima. Whenever we receive the salvation. Leo nataka nikuambie ya kwamba today I'm going to tell you this. Hiyo uzima hauwezi ukaipata. The salvation you will not receive it. Mpaka kwanza uwepo wa Mungu until the ukuwe holiness of God, it should be in you. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tukwenda katika maandiko. We're going to in the Bible. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka. We're going to read in the book of 33. Exodus. 33. 33. 13. 13. hadi 14. To 14. Haraka haraka tusomee. Ndio. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele yako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukamkumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Amen. Amen.
Amen. Nuko niba mugireho umugisha koko, yereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiraho umugisha. Kandi wiruke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Amen. Amen. We're going to read Exodus 33:13. It says, "Now if you are, tell me your plans so that I may serve you and continue to bless you. Remember also that you have chosen this nation to be your own." 14, it says, "Then the Lord said, I will go with you and I will give you the victory." Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Inawezekana ya kwamba It must be this. neema ya Mungu iko juu yako, The grace of God is upon you, lakini but haitoshi. it's not enough. Amen. Amen. Kila siku unafanya dhambi Every day you do sin na unatubu and you come to na unarudi repent kwa Mungu and you kabisa go back to God na anakupokea and He receive na you unaendelea kufanya huduma, and you continue to do His work. lakini je, But the question is, uko na garanti kwamba una uhakika do you guarantee this, kwamba uko na Mungu? that you have Kwa God in sababu you? ile neema Because the grace ile ni kama vile insurance. is like an insurance. Amen. Amen. Lakini sasa ili uwe na faida And if you want the benefits in ya it, ile with insurance, that insurance, inabidi sasa uwepo wa Mungu you ukuye, need the holiness of the yani presence of God, Mungu ashuke. so God can come in front of you. Amen. Amen. Mungu ashuke. So God can come down. Musa alijua hiyo siri, Moses knew that, na ndio maana akaomba and that's uwepo wa why he Mungu. prayed to God. Akamwambia, ninajua He, kwamba he unasema said, I know you said eti neema yako iko juu yangu, your grace is upon me, lakini ninaomba sasa but I see unionyeshe njia you zako. to show me your ways. Mungu akikuonyesha njia If zake, God show you His ways, yani atakuwa na He way, will be with yani you. uwepo wako uko His pamoja na way. presence will be with Amen. you. Amen. Alafu Mungu akamwambia, uso wangu And God told Moses, my utakwenda face na way, will come to you, alafu nami nitakupa and raha. me too, I'll give you Yani hapo happiness. tunajifunza ya kwamba For there we learn that raha inatoka katika uwepo wa Mungu. happiness comes from God. Amen. Amen. Hakuna raha nzuri There's no any ambayo happiness utapata that you will receive bila kuwa na Mungu. without being with God. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tuangalie kitabu cha Wafalme Let's look kinasemaje. the book of Kings, what it said. Kitabu cha Wafalme, The book of Kings. kitabu cha Wafalme wa pili Kings, the second Kings, 2:14. 2:14. Tunasoma Wafalme wa pili sura yake ya pili 14 yake. Ndiyo. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Akalitwaa lile vazi la Elisha iliyomwangukia. Akalitwaa lile vazi la Eliya lililomwangukia, akapiga juu, akapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Eliya? Amen. Haleluya. Abami ba kabiri 2:14. Yenda wa mwitero Eliya ataye, akubita amazi aravuga ati, Uwiteka Imana ya Eliya urihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa aherako arambuka. Amen. We're going to read Kings 14. It says, he struck the water with the Elijah cloak, and he said, where is the Lord, the God of Elijah? Then he struck the water again, and it's divided, and he walked over to the other side. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe Praise tena. God. Hapo tunagundua ya kwamba Right there we find that hata kama Elisha alitembea na Eliya even though Elijah kwa walked muda mrefu, amen, for a very long time, lakini wakati Eliya ilifika wakati wa kwenda, but when it was the time for Elijah to go, Elisha ilibidi atafute sasa Mungu, Elijah looked for kwa God. sababu wakati alikuwa akitembea na Eliya Because the time that he used to alikuwa work with anatumia Eliya, msaada wa Eliya. he Amen. used to use the work Kwa of sababu Eliya. ukitembea na mtumishi wa Mungu, Because whenever you work with the servant of yani God, na wewe uko pamoja na Mungu. you too, you are together with God. Ukitembea na, ni kama vile Petro alikuwa anatembea na Like Yesu. how Peter used to walk Amen. with Jesus. Na ndio maana Elisha And that's why Elijah, akamwomba Eliya, he told Eliya, etu nikabidhi sehemu nyingi ya roho give yako, me the bigger part of your heart. kwa sababu katika ile roho ya Eliya Because in the heart of Eliya, kulikuwemo uwepo wa there Mungu. was the presence of God. Hakuna pengine, There was no other place. hakuna There pengine was no other place ambapo utapata amani, where you will find ambapo utapata peace, uzima where you find peace, kama
bila lack kuwa na uwepo wa Mungu. without receiving Amen. the presence of God. Elisha akauliza, Elijah asked, eti yuko wapi where is he? Mungu wa Eliya? The God of Eliah. Amen. Amen. Yuko wapi Mungu wa nani? Where is Wa Eliya. Kwa sababu alikuwa anatafuta uwepo wa nani? Wa why? Mungu. Because he was looking for the presence of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Alijua baada ya Eliya kuondoka, He knew the time that Elijah went, akibaki bila uwepo wa and Mungu without the presence of God, atateseka. he will suffer. Akabidi sasa And then aanze kumtafuta he Mungu wa starts Eliya. searching for the God of Elijah. Amen. Amen. Kitabu cha Wakolosai The 3:4 book of Colossians, kinatuambia ya it kwamba says this. eti Kristo ndiye uzima wetu. God is the Sasa huyo life of Kristo us. That God, inabidi awe ndani yako, he must be in you. inabidi akuwe ndani He yako, must be in you. na ndio uwepo ambao sisi And that's tunatafuta, the presence that we look at. ndio uwepo ambao sisi vijana And that's the tunatafuta, presence as youth we na looking for. ndio uwepo ambayo And that presence, kila mmoja anahitaji. everyone in need. Amen. Amen. Sio tu kumwamini tu It's not Kristo, by believing Christ. sio tu kutubu dhambi kila It's siku. not only by repenting. Hapana, No. ifike wakati It uchoke, must be the time that uanze you get tired. kujiuliza, You start asking yourself, watu wengine wanakuwaka na muona other Mungu, people's, how do they see God? watu wengine wanakuwaka na shuhudia How do Mungu. the other people, Kwa nini mie simshuhudiaki Mungu? why I don't know. Ifike wakati For the time, na you get wewe the time uitamani, that you want it. You got utamani the urge. kuwa na uwepo wa You Mungu, got the urge to want God. utamani Mungu aseme na You wewe, want the urge for God to speak to you. utamani Mungu atembee You na have the wewe, urge for God to kwa walk sababu with you. wakati Mungu atakapotembea na Because the wewe, time God will walk with you, utaanza kukula mema ya you will nchi. start receiving Amen. the goodness of the word. Kumbukumbu la Torati 28 The book of the linatuambia ya kwamba it told us this. eti utakapozitii amri za Mungu, Whenever you obey the laws of God, eti utakula mema ya nchi. you will receive the goodness Amen. of the word. Na wakati utakapoenda kinyume na And mapenzi ya whenever Mungu, you go behind the word of ndipo God, wakati unaona wanakufukuza kwa and that's kazi, where they will kick you out the job. vitu vinaharibika, Other things will get mambo messed up. hayaendi mzuri, Other things will not go in your unaenda ways. kwa masomo, You go to school, unatoka wewe mwenyewe you una come, nani, you're mad. yani vitu vya mingi. A lot of stuff. Ni kwa sababu gani? Why? Ulishindwa Because you have failed kuheshimu kwanza to Mungu. respect God. Amen. Wakati unapokubali kuokoka, Whenever you receive ni salvation, saini mkataba na Mungu. you sign a contract to Ndio God. pale unasemaka mimi And that's why you say, me, kijana Jacob the youth Jacob, nimekubali mpaka leo I have received na starting today. kuendelea And to continue, nitamtumikia I Bwana. will work for God. Umesha saini, You already signed. umesha saini. You sign it. Ni kama vile It's Freemason, like in a 3-month song. ukisaini mkataba na Whenever you shetani, sign a contract with the yani devil, itakufuata popote he will unaoendapo. follow you where Amen. you're going. Amen. Sasa ukishabatiziwa But whenever you get baptized, alafu tena unaendelea kwa kiduru, and then you continue to Eh? mgonjwa be useless, akipatikana, and whenever wewe there's a unakimbilia sickness kwa to a person, watumishi. you go to wewe the upiga maombi huyo mgonjwa utoke. why you don't pray so Amen. the sickness can go away? Lakini kwa sababu haukufanya ile kazi ambayo Because you ulisaini, did not do the work that you signed it on, Mungu sasa anaanza then kukuonyesha, God starts showing anza you. kukwambia hii He starts mkataba telling you this contract uliisaini, that lakini you signed it, but haukujua venye ulikuwa you natafuta. did not know what you was looking for. Maisha yanaanza kuwa The magumu, life start going dhambi hard. inaanza kukuonyesha Sin mshahara wake, start going, start giving you its unaanza benefits. kuteseka You katika start dhambi. suffering. Amen. into sin. Praise God. Amen. Praise God. Hiyo kitabu cha Wakolosai That the book of Colossians, inatufundisha ya kwamba he told us that eti maarifa yote everything yanatoka kwa Mungu, come from God. yaani huyo Yesu Kristo That God, Jesus ndiyo Christ, maarifa yote. is the benefit of Sasa, everything. Mimi najiuliza, Me, I ask myself, unaenda unapata mafundisho ya ujinga kule, you start receiving bad lessons of dirt. unasaulika kwamba You forgot that maarifa yote all the benefits yanatoka kwa nani? were Kwa coming Mungu. from God. Amen. Amen. Lakini sikushauri But usisome, I'm not telling you not to uende read. kwa masomo. Go to school. Maarifa ya uzima. The Amen. benefits of life. Maarifa ya nini? The Ya benefits uzima. of life. Amen. Amen. Basi wengi hawaelewaki uzima ni Other nini. people don't understand what's Kuna life. mtu mmoja anajiuliza kama Other people ask, hivi kweli mimi nitakufa? will I die? Utakufa. You will die. Hii maisha ni ya muda This tu. life is just by Amen. time. Uzima wetu Our Ni wa truly kiroho. eternity is by the heart. na ili uone And for you to see it, inabidi uzaliwe katika you roho, must be born. kwa sababu kilichozaliwa na roho Because whatever's be born by Ni the roho. holy is na holy. kilichozaliwa na mwili. And whatever's be born Ni by mwili. physically is Na physical. ndiyo maana maneno ya Yesu And that's why the word of God, hakuna alielewaka. there's nobody who
Ni kwa understood sababu it. walikuwa katika Because mwili, they was into lakini Mungu bodiness, alikuwa katika but roho. Jesus Christ Na ndio was maana into Yesu holiness. akawaambia, And that's why Jesus Muna Christ told them, masikio lakini you hamsikii. have ears but you cannot Muna hear. macho lakini You have hamuoni. eyes but you're blind. Kwa sababu walikuwa wanataka kutumia akili ya Why? hii Because mwili. he wanted to use the Macho ya hii wisdom. mwili. The eyes of this Mungu alikuwa anataka physical. uwafumbue macho ya God roho. wanted to open their Amen. holiness. Amen. 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 Uzima wetu Our life uko katika uwepo wa is Mungu. in the presence of God. Yaani katika uwepo wa Mungu Into the presence of God. ndipo tunapata mema. That's where we receive goodness. Ndipo tunapokea maisha. That's where we receive life. Ndipo tunapokea uzima. That's where we receive eternity. Ndipo ndoa zetu zitakuwa na That's raha. where our marriage will be Ndipo happy. familia zitafurahi. That's when the family there will be Ndipo happiness. amani itapatikana. That's where we receive peace. Amen. Amen. Ndipo kanisa itakula mema ya That's nchi. where the church will receive the Ndipo goodness of the word. watoto watakomana That's vizuri. where the kid will grow up Ndipo good. wazazi wetu That's where the watabarikiwa parents will be blessed wakati watakuwa na uwepo wa Mungu. whenever they have the presence Kwa of sababu God. Ibrahimu alikuwa na uwepo wa Because Mungu. Abraham had the presence of Baraka God. zake zilifuata kizazi His chake chote. blessing follow his Vikaenda vinashuka his shuka. generation. It start going through Shuka. generation to Mpaka kafika generation. kwa wakati wa Daudi. And then to the time of Biblia David. inasema hivi. And the Bible said Eti this. Daudi alipomkosea Mungu, Whenever David disobeyed akaongea God, na mtumishi wake. he talked to his servants. Akamwambia hivi. He told them this. Eti hakuna pengine pa There's no kukimbilia. other place you will run. Nitakwenda kwa huyo baba I will Mungu go to my Father God, ambaye kwake who went to his place. na rehema There's nyingi. grace. Hakuna pengine. There's no other place. Hakuna kwenda kwa wafumu. There's no going to the Hakuna kwenda witchcraft. kwa wachawi. There's no going to the witches. Hakuna kwenda eti kwa watu wa kushaurie. To go to other people to Ni kwa give you Mungu. advices is only Na ndio God. maana Mungu alimpenda And that's Daudi. why God loved Kwa David. sababu alikuwa anajua kukimbilia Because kwake. he knew where to run. At. Amen. 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 Alikuwa anajua kutafuta ule uwepo. He used to know where to search for the Alikuwa akiona presence. ule uwepo unamtoka hivi. Whenever he felt the presence went away, Anaukimbiza. he went after Amen. it. Amen. Na sisi leo And us today, tujifunze we kutafuta should ule uwepo. learn to follow the presence. Tujifunze kutafuta uwepo wa We should Mungu. learn to search for the presence Kijana of God. uliapacha kuangalia simu. The youth, you should not look at Nisikilize kwa the makini. phone. Listen to me truly. Tujifunze kutafuta ule uwepo wa Mungu. To learn how to search for the presence Omba of God. sana. Pray truly. Mtafute Mungu sana. Search for God truly. Mtumikie Mungu sana. Search for work for God Amen. truly. Amen. Hata ukiwa kazini sikiliza neno la Even Mungu. though when you're at work, Popote utakapokuwa. listen for the word of God. Where you are, Mtafute Mungu. search for God. Amen. Amen. Acha kuangalia vitu vya ujinga. Stop looking at the Acha useless stuff. kufuatilia vijana Stop wengine. looking at the other youth. Acha kuangalia vitu vya Stop fashion. observing other fashions Acha people. kuangalia vitu vya kupendeza pendeza. Stop Acha looking kuangalia at the wengine other beautiful wanamke stuff. gisi wako sawa. Stop looking at the other girls who Angalia look gisi good. Mungu alivyo sawa. Start looking how good God is. Ukikuwa ukipenda kumfanana Mungu, Whenever you're obsessed to look like God, maisha yako yote itakuwa your sawa. life will be good. Hakuna kitu kenye hautapata. There's nothing that you not Amen. receive. Amen. 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 Semeni tena amen. Say amen. Semeni tena amen. Say amen. Semeni tena amen. Say amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kitabu cha Mathayo, The book of Matthew. kitabu cha Mathayo The book of Matthew. kinatufundisha ya It kwamba teaches this. eti tutafute kwanza ufalme wa We mbingu should look for the kingdom of God, na mengine yote and the other tutazidisha. thing will be Amen. received. Amen. Hiyo neno mnakuwa mnaidharau sana. That word, Kuna we wengine disregard watu, that a lot. There's other Wakisoma hiyo people, kitabu cha Mathayo, whenever they read the book of wanasema Matthew, huu ni vitabu wa they watoto. say this is just a child Wewe, book. wewe, You haujui unachokisema. don't know what you're Ile saying. neno ile, That word ilitoka kwa That Yesu. word come from God. Utafute kwanza Look ufalme wa for mbingu the kingdom na mengine of yote heaven, and other things utazidishiwa. you shall receive it. Labda muelewe hiyo neno. But you do. I don't know if you do not understand that word. Kutafuta ufalme wa mbingu To search for the ni kingdom of God kumtafuta Mungu. is to search for God. Amen. Amen. Ukimpata Mungu, Whenever you receive it, ufalme God, wa mbingu uko ndani and yako. the kingdom of God is Amen. within you. Amen. Usiwazie kwamba eti utapanda panda tu. Do not think that you just keep on going Inabidi up. kwanza umpate Mungu hapa It must duniani. for you to receive God here Kwanza on the Mungu earth. awe ndani It's a yako must for hapa. God to be inside you here. Kuna mmoja anamkosea Mungu. There's other people who disobey God. Roho yake haikuwa kinamwambia kama Their amekosea. hearts do not say that or Kwa disobey sababu God. hauna Why? tena Mungu. Because you do not have the presence Kwa of sababu God. Mungu tena alishatoka. Because God have gone away Amen. from you. Amen. Kuna roho ambayo inapaswa kuwa ndani There's mwako. a heart that must be in you Inakuonya na kukemea. that warns you Ukivala kangu, whenever you wear a clothes. kupana sana. It's very tight Mungu on you. anapita na kuambia, God will tell you, vua. take it off. Amen. Amen. Huyo ni Mungu.
That's God. Ukimkosa huyo ndani ya moyo wako, If you receive this in yani your heart, maisha yako wewe and your life, unaishi maisha ya utumwa. you live a slavery Amen. life. Amen. Mnawazia mko huru, You think that you are free, freedom of American, the freedom of speech, lakini uko mtumwa wa dhambi. but you just a servant of Amen. sin. Amen. Uko mtumwa wa You dhambi. just a servant of sin. Inabidi umtafute It's a Mungu must for you to search ili for God, upokee so you uzima. shall receive the Amen. liveness. Amen. Ili upokee uzima So wa you shall milele. receive an eternity. Ili upokee ule So uzima you shall receive eternity ambao Yesu alituletea. that God brought to us. Neema iko pale ndio. The grace is there, yes. Msamaha uko pale The ndio. forgiveness is there, yes. Je, matendo yako iko But pale? is your work there Kweli? though? Tuambilishane ukweli. Let's tell each other the truth. Msamaha iko pale. The forgiveness is there. Neema iko The pale. grace is there. Matendo yako iko wapi? Where's your work? Ona wazee wote mbinguni kwa sababu ya neema. You think you just go Kama to matendo heaven yako because of haiko grace? sawa, If your behavior is yani not wewe good, utabaki. you just stay. Kwa sababu matendo yako Because your inapaswa behavior mfanane Yesu Kristo. should look like Jesus Christ. Amen. Amen. Biblia anasema hivi, The word of God said this. eti kilichozaliwa na roho. The stuff that was born with the holiness Roho. is the heart. Na ndio maana mitume wakati And that's walipopokea why the roho, apostle, whenever they talk to heart, walipopokea roho, whenever they receive the holiness, walipo Roho Mtakatifu aliposhuka, whenever the holiness come up on them, walibadilishwa. they was changed. Kwa sababu vile vya Why? zamani Because the past stuff vilikufa was dead. wakafufuka katika They roho. rise again into Amen. the holiness. Amen. Wakafufuka pamoja na They Yesu. rise again with Jesus Na ndio Christ. maana wakafanyika kuwa wapya. And that's why they was new again. Petro akaanza kuelewa njia za Peter started Yesu. understanding the ways of God. Petro akaanza kuelewa huyu Peter Yesu alikuwa started ananiambia understanding nini. what's Jesus telling me. Zamani Petro hakuwa anaelewa venye Yesu Back, anasema. Peter did not understand what Kwa Jesus sababu said alikuwa mumwili. because it was just physically. Lakini ukishaingia But katika whenever roho, you enter in the holiness, yani unabadilishwa. you'll be changed. Yani unabadilishwa. You'll be changed. Hata na hii akili yako Even your mind, inabadilika. you'll be different. Unaanza kutumika You katika start roho. working into the Amen. holiness. Amen. Hausemi tena ya kwako. You will not say yours. Mungu ndiye anaanza It's sema. only God that we talk. Haufanyi tena venye You unawaza. will not think what you was Mungu thinking. ndio anaanza It's kukupatia only God mawazo. will start giving you the Amen. thoughts. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tumusikilize Mungu. Let's listen to God. Tumpokee Kristo. Let's receive Jesus Christ. Tumtafute Kristo. Let's look for Amen. God. Amen. Tutafute uwepo wa Mungu. Let's search for the Tutafute presence of God. Mungu. Let's search for Mahali God. ambapo utakaposhinda leo. Whenever where Mahali you are popote today. utakapokuwa. Whenever where you are Fikiria today. hii neno la Mungu. Think about this Na today. ujiulize wapi And kwenye ask umeangukia. yourself, where did you fall in Na at? utubu. And repent. Alafu umtafute Mungu. And then look for Na God. utamtafuta Mungu namna How gani? will you look for God? Kwa maombi na kunyenyekea. To pray and to bow Amen. down. Amen. Kwa maombi na kunyenyekea. To pray and to bow Tumtafute down. Mungu kwa maombi. Or let's search Na for God matendo to yetu pray. tuyabadilishe. And our behavior Na should be tuombe changed. rehema kwa Mungu. And let's ask for Na grace. Mungu atakwenda kutubariki. And God will bless us. Basi Mungu awabariki kwa May neno the Lord hili. bless you for this word. Amen, amen. Amen.